hiari yake mwenyewe, lazima ayatekeleze yaliyomo ndani ya Uislamu. Kama hataki atoke akafanye vizuri mambo yake ya ukafiri huko, sio ndani ya Uislamu aitukanishe dini au udhalilishe Uislamu au adhalilishe Waislamu wenzake. Sasa tusikilize vizuri hadithi hii. Nguzo za Kiislamu, Uislamu umejengwa juu ya nguzo 5. Nguzo ya kwanza ni shahada 2. Nguzo ya pili ni iqamatu swala, kusimamisha sala. Nguzo ya 3 saumu Ramadhani. Nguzo ya 4 itau zaka, kutoa zaka, na nguzo ya 5 alhaju la baitillah, kwenda hija kwa watu wenye uwezo, si ndio hivyo? Sasa katika nguzo 5 hizi kuna nguzo 2 kwa watu wamepata ofa. Kutoa zaka, wewe ni maskini, hauna unachotoa zaka, kwa kuwa hauna mali, wewe umesameheka. Kwenda hija, wewe umesameheka kwa sababu hauna uwezo wa kwenda hija. Zimebakia nguzo 3 katika 5. Nguzo ya kwanza ni shahada, nguzo ya pili ni saumu na sala. Sasa Mtume anasema hizi 3 hizi, kutoa shahada kuhitaji hela, kusaja kuhitaji hela, kufunga kuhitaji hela kama hija na zaka, ukavunja nguzo moja katika hizi zisizohitaji fedha, ukavunja kwa makusudi, Mtume anasema wewe ni kafiri. Ni kafiri kabisa. Na ukifa katika hali ya namna hiyo, hautakiwi kuzikwa kwenye makaburi ya Waislamu. Na zikiombwa dua kwa ajili ya marehemu wa Kiislamu, wewe hutofikishiwa hata pointi moja, hutofikishiwa. Sijui mnaona madhara yake. Kwa hiyo tuna watoto tunao majumbani kwetu, tuna vijana wengi na wengine watoto wa mashehe, lakini hawafungi na wanakula maksudi mchana. Kwa hiyo tuwafikishieni ujumbe, ndugu zangu. Tunasema kila siku kwamba maisha ya kidunia hapa ni maisha mafupi sana. Sasa kama watoto wa mashehe wanafikia tu ya kufanya hivyo, watoto wa watu wa kawaida hali inakuwaje?